uko ndani ya Yesu. Unaondoka, Yesu yupo, alafu unaondoka. Amina, amina. Basi hebu tumpe Bwana Yesu makofi kwa ajili ya neno la Bwana. Ninaomba sasa tuingie kwenye ibada maalum ya meza ya Bwana. Naomba ketini kwa ajili ya meza ya Bwana. Amen. Yuda aliondoka kwenye meza ya Bwana akawaacha wenzake wanakula. Naomba tuketi sasa, wazee wa kanisa waketisheni. Haya yapo, akaondoka tu. Wenzake wanakula, katimka zake kenda kukimbilia mahera kule. Sasa dakika zetu ziko chache mno tutakazo kwenda nazo. Naomba moja kwa moja funika macho niombe. Alafu wakati tunaandaa hicho chakula chetu, tuna mambo machache ya kuambia. Naomba sogea upate meza chakula. Hapo ndio penye mgogoro. Yaani hapo ndio unakimbiana na Yesu. Utaanza kusema mimi sifanani, mimi unajua, mimi hapana. Fungua neno la Mungu, tusome neno la Bwana. Neno la Bwana, fungua kitabu chako cha Biblia, Marko 14:12 mpaka 26, na kama pana wimbo mzuri tutaendelea nao. Na sisi tupo kwenye kalamu, tupo kwenye chakula. Anayeona chakula hiki kinampa kifo, basi tunamtakia kila la heri. Haleluya. Marko 14:12-26. Nitasoma katika jina la Bwana kwa ajili ya kuingia kwenye chakula. Marko sura ya 12. Marko 12. Naomba tuko nyumbani mwa Bwana, chakula cha Bwana kiko hapo. Watu wanakimbia chakula cha Bwana. Kwa jambo la kufikiri na kuwaza. Marko sura ile ya 14 mstari wa 12. Marko, kitabu cha Marko 12. Ni dakika si nyingi, lakini pia kwenye furaha unaweza kukaa muda mrefu na Yesu. Si dhambi kukaa naye muda mrefu. Marko 14 mstari wa 12. Tutasoma katika jina la Bwana wakati maandalizi yanaendelea. 12 inasema, hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walichinja Pasaka. Wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie ile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanaume amechukua mtungi wa maji, mfuateni. Papo atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba cha wageni ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu, naye mwenyewe ataonyesha orodha kubwa imeandikwa tayari humo, tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Basi alipokuwa jioni, waja pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja na akawaambia. Basi alipokuwa jioni, waja pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu akawaambia, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja na mimi atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akamwambia mmoja wa hao thenashara ambao achovya pamoja nami katika kombe, kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti.
Jithibitishe mwenyewe kwamba ni Bwana. Jithibitishe mwenyewe kwa maneno yako. Jithibitishe kwa kila atakayeamini. Baba, uweza, nguvu na ushindi, ushirika utokee ndani ya maisha yake katika jina la Yesu. Naweka mikononi mwako ya Bwana, nikiamini Mungu sasa ni wakati wa kujidhihirisha, kusema na mtu mmoja mmoja peke yake, kuongea na nafsi ya mtu mmoja mmoja peke yake, kuongea na roho ya mtu mmoja mmoja peke yake, kujidhihirisha kwa mtu mmoja peke yake. Mungu na nafasi hii pia Yuda ilimtokea siku ile ya kwanza. Unaona ile siku ya mikate isiyotiwa chachu, na hii inawezekana kuwa ilikuwa ni siku ya 14 ya Nisani, na wakati wa kuiandaa Pasaka ilifanyika kitu kama hiki. Mwana wa Mungu na alipofika pale, Yesu aliwapa maelekezo ambayo aliwakumbusha kuhusiana na kile ambacho kitatokea, na wao walipokwenda mjini waliyakuta yale mambo kama jinsi alivyowaelekeza. Nataka niwaambie washirika wangu, watumishi wa Mungu, jambo hili ni la kweli na jambo hili ni la Mungu. Yoyote anayebeza kitu hiki, jiulize mara mbili. Jiulize, huyu kweli ni mshirika pamoja na sisi? Huyu kweli ana ushirika huu? Ana jambo gani linalomfanya Yesu yuko mezani halafu anatokomea gizani? Yuda alitoka akatokomea gizani, wakabishana na Yesu kwa habari ya kuogeshwa miguu, akaleta ubishi Petro. Yuda naye akaambiwa utanisaliti, akatoka hivyo hivyo na ghadhabu yake, akasema heri mtu huyu asigalizaliwe kabisa. Maana usaliti unaanza hivi katika kalamu ya meza ya Bwana. Hivi ndio watu wanaanza kusalitiana na Bwana. Ndio maana unakuta mtu mwingine hana ushirika na Yesu. Ndio maana anaona kama Yesu ni kero katika maisha yake. Yaani anaona Yesu kama kero. Anakuwa kama yule mtu anayelalamika. Anasema kwamba mimi nakuaje? Nafanya kazi peke yangu, mwenzangu ananisaidia. Anafanya hivyo kwa sababu hana ushirika. Yeye anachoangalia vyakula, Yesu ale, lakini hataki kujua mambo ya mwili kwa yule anayemtumikia. Hii ni kitu sahihi. Na ndio maana tunapaswa kila wakati kabla ya kula kitu hiki tuwaeleze washirika kinachofanyika, wajue, wasije wakasema ni maigizo. Maeneo mengi tulikuwa tunakula kila ibada. Mimi nakumbuka tulikuwa tunakula kila ibada. Haiishi ibada, lazima tupate meza ya Bwana. Lazima tupate, japo tulikuwa tunanyimwa damu ya Yesu, lakini tulikuwa tunapewa mwili. Kwa sababu ni kumbukumbu, ndio uhusiano. Kwa hiyo tunaporudi katika kujifunza, kabla sijabariki hivi vitu, nataka nizungumze vitu vichache. Kwamba meza ya Bwana inaonyesha ushirika tulionao na Bwana wetu Yesu Kristo kama Mwokozi wetu. Ushirika. Anayekataa meza ya Bwana hana ushirika na Kristo. Na huyo sio Mkristo, pengine ni Myunani, pengine Mwibrania au Myahudi, lakini mwenye ushirika na Bwana ataiheshimu meza ya Bwana kwamba ni kitu kitakatifu kilichotolewa na Bwana. Lakini jambo la pili ni kama chakula kinavyotia uzima katika mwili, ndivyo na Kristo anavyotia uzima ndani ya mwili. Unapowanyima meza ya Bwana, unawanyima uzima na Yesu. Mahali ambapo patolewi meza ya Bwana, pananyima ushirika na Kristo, pananyima uhai wa kiroho. Ndio maana wamekuwa wezi, wamekuwa ni watu wasioeleweka, wahuni, kwa sababu hawapati ushirika na Yesu. Jambo la tatu, kama chakula kinavyojenga, kama kinavyofanyika sehemu ya mwili, ndivyo na Kristo alivyo ndani yetu, sisi ndani yake. Kasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani. Unakaa ndani ya Yesu kwa kula mwili wake na kunywa damu yake. Wengine waliambiwa kuleni mwili wangu, kunyweni damu yangu, wakaondoka. Akasema ajaambia tule mwili wake, tunywe damu yake, wakaondoka 120. Yesu anawageukia wanafunzi waliobakia, na nyinyi mnataka muondoke? Wakasema hapana, hatuondoki, twende kwa nani? Kwa kuna maneno yake ni sina chakula. Unaziona ni biskuti, lakini hizi katika roho sio biskuti. Unaona hiyo ni black currant au cherry cola, lakini katika ulimwengu wa roho sio cherry cola.
ni damu halisi ya Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hiyo usichezee. Tusichezee. Sasa natoa nafasi kwa kila mtu na kila mshiriki kuomba, ajioje na amshukuru Mungu, ukikumbuka kazi ya ukombozi aliyoifanya Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 11:28. Tuwape nafasi. Tengwa na mchungaji. Kwa nini mnakataa meza ya Bwana? Nitabidi tukutafute tukuite. Una jambo gani? Una ushirikina gani unaokunyima meza ya Bwana? 11:28. 11:28. Lakini mtu na ajionye mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tunalipambanua nafsi zetu, tusingalihukumiwa. Ila tuulapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo unapokula ni vyema ujitafakari, lakini hiyo tafakari yako isichukue muda mrefu. Kila Jumapili unakimbia, kila wakati meza ikiwepo unakimbia. Una tatizo gani? Una shida gani? Hiyo dhambi gani sio tujue imeisha? Haya ni makosa gani ndogo sana? Ndio maana Yuda akaambiwa, kuna mmoja wenu kati yenu ametia mkono pamoja nami. Akasema huyu anampa nafasi Yuda atubu. Yuda hatubu, anatoka kenda kujinyonga, kenda pasuka matumbo. Mjeuri. Mungu anaangalia, anakusaidia, anakupa nafasi. Mtu nafasi hatari, anakimbia. Unaenda bamizwa kule. Umeacha meza ya Bwana. Mungu ananyoka, umeacha meza ya Bwana. Tukaenda kuzika mtu ajana meza ya Bwana. Tamkimbia Yesu. Jihoji sasa, funika macho yako. Jihoji, piga magoti, jihoji kama nastahili au sistahili. Na kama sistahili, kwa nini? Nimetenda dhambi gani? Nimemkosea nini? Petro akatafakari, akarudi tena, akalia, akasema Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Wanaangalia na Yesu wanamwambia, analia, Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Nimekukataa mara 3, nisamehe. Analia. Petro amepata nguvu. Akawasimamia wale wakia. Akasema jamani, huyu alituonyesha njia. Brava shaka. Mbona mtafakari? Wakati huu wakati wa tafakari, naomba mkate uletwe. Yubariki. Baba siku. Nikukelesha ndani. Bwana Yesu, siku ule uliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Rabasha. Baba, tunafanya hivi kwa ukumbusho wako. Hatuwezi kukumbuka kwa njia nyingine. Tunakukumbuka kwa mkate, tunakukumbuka kwa damu, tunakukumbuka kwa divai isiyotiwa chachu. Mungu, tunafanya hivi kwa kukumbuka. Bwana, tulapo hivi na kunywa, tukumbuka mauti yako. Ninaomba uwapatie. Ninaomba na hiyo damu nyeupe pamoja. Wakimaliza watapokea damu, atapokea na mkate subiria neno, alafu kaambiana kwamba tule wote na tunywe kwa pamoja. Na vivi hivi baada ya kula akatoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baba, katika jina la Yesu tunafanya hivi kwa ukumbusho wako. Hatukuyaona mauti yako,
hatukuona kifo chako, hatukuiona damu yako ikimwagika, bali kwa hivi twakumbuka kifo chako, kwa hivi twakumbuka damu yako, twakumbuka mateso yako, twakumbuka mshale uliokuchoma, twakumbuka mateso uliokutana nasi. Baba, tunapotoa kikombe hiki, tunapochukua mkate huu, Baba, ufanyike mwili, ulete afya ya kiroho. Kila mmoja, huo ndio mwili wa Yesu. Chukua kwa imani, vitu vinaenda kwa imani. Ukiamini utaviona, ukiamini utaona, ukiamini utaona, ukiamini utasikia, ukiamini atakusemesha. Tumefanya ushirika na wewe tena kupitia mwili wako, kupitia damu yako. Kama kuna mahali nimekusahau, kama kuna mahali nimekusaliti, kama mahali nimekwenda kinyume, damu yako initakase, damu yako initie nguvu, damu yako iniwezeshe, mwili wako niwezeshe. Walipokula mkate na maji, alitembea kwenye chakula hicho kwa muda wa siku 40, maana alipata chakula, maana akapata na mkate. Nasi Baba, tunapokunywa damu hii na kula mwili huu, tutembeze katika imani kwa kiwango kikubwa, kiwango cha kutisha, kiwango cha pekee. Na waume hao kama vile walivyotoka yule mmoja, wakabakia 11, wakabaki na 11, wakashuhudia mazishi yako, wakashuhudia kifo chako, wakakutafuta tena mpaka ulipoaga, walibaki wamekukamata Yesu. Kwa sababu ukutani na mwili wake, ukutani na damu yake, maana anasema sitakusahau Yesu, sitasahau matendo makuu, sitasahau neema yako, sitasahau msalaba. Yesu alitoa damu, Yesu alitoa na maji. Asante Bwana, asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Bwana, asante Roho wa Bwana, asante Mungu wetu, asante Yesu. Umekuwepo katika fungu la imani hili, umekuwepo katika fungu la imani, umekuwepo kwenye fungu la imani. Rapakanda lipokore ya shamba litamana masoka. Mungu wetu wapo Baba, wanaoteswa na chakula hicho, wanaoteswa na damu hiyo, wapiganie Bwana.
Ezekiel imeshando, wakasema tunataka kuona msalaba, tunatamani kuona ulivyochomwa na misumari, tunatamani kuona uwezo wako. Leo wamekula chakula, leo wamekunywa nyama, kwa sababu waone matendo makubwa unayofanya Yesu, unayofanya Yesu. Ingia nao kwenye mateso, toka nao kwenye mateso, ingia nao kwenye majabali, toka nao kwenye majabali, ingia nao kwenye mito mikubwa, toka nao ukiwajaza nguvu na uweza. Chakula hiki kiwaendeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea nguvu hii, pokea hiyo nguvu, na hiki ndio kipindi chenyewe hiki. Pokea hiyo nguvu. Watu wanapokumbuka kimwili, sisi tunakumbuka kiroho. Asante Yesu.